Na kusalimia sana kwa jina la Yesu Kristo. Karibu sana mpendo wangu msikilizaji. Tuongee tunene mambo ya Biblia. Ninaamini ya kwamba umekuwa mwema, Mungu amekulinda, amekupa nafasi ya kusikiliza channel hiki tena. Na mimi niko hapa tena kukuelimisha na kukuhekimisha kuhusu mambo fulani kupitia kwa maandiko matakatifu Biblia. Maana ninaamini ya kwamba Biblia apart from kupeana elimu ya kiroho, huwa inapeana pia elimu ya kuishi hapa duniani. Huwa inatuadvise vile ambavyo tunafaa kuishi hapa duniani, na pia inatuadvise inatupatia kitu kinaitwa enlightenment. Enlightenment ni kutufanya tukae tukiwa tunafahamu mambo fulani kwa njia fulani, na pia inaanza kutuonyesha mambo fulani kwa angle nyingine. Unajua tunaweza kuwa ukiwa uko na limit ya mawazo ya kibinadamu, ukiwa na limit ya kimawazo ya kidunia, ukiwa na limit ya kimawazo yale ambao ni masomo tu ya hapa duniani ya zile shule za kawaida ambazo huwa tunaenda. Sasa ukiwa na mawazo kama hayo, kuna mahali unaweza fika ukakosa kukua na ufahamu wa kiungu, ukakosa kuwa na ufahamu mwingine wa kujua jinsi pia ya kuapply hayo masomo, ukakosa kitu kinaitwa Wisdom ni hekima na maarifa. Unakosa maarifa. Lakini Biblia kwa kawaida huwa inatupatia hekima na maarifa. Yaani kiwango hiki ya kwamba waweza kuwa hujaenda shule primary, hujaenda secondary, hujaenda university, hujasoma ile masomo ya makaratasi, lakini ukiwa na maarifa ya Biblia kwa ango fulani ama kwa kiwango fulani, unakuanga wewe unahesabika kuwa mtu mwenye hekima, kwa sababu Biblia inakufundisha kama mwanadamu vile unaweza kuwa ukiishi katika dunia hii kama mtu ambaye ni mwenye hekima, kama mtu ambaye anajua kuhandle vitu fulani ambavyo kwa kawaida hata wale watu wamesoma wameshindwa kuvihandle. Kwa hivyo nataka tuzungumzie vile mwanadamu anavyofaa kuishi na mwanadamu mwingine hapa duniani kulingana kwa mujibu wa maandiko. Maana unaona tuna matajiri, tuna maskini, tuna madaktari, tuna maengineer, tuna maloya, tuna rais, kuko na watu ambao ni makamu wa rais, kuna watu ambao ni wakuu wa jeshi, kuko na watu ambao pia wamesoma na ni madokta wako na PhD, lakini wote wakiletwa mbele ya Mungu, maandiko yanasema ya kwamba tajiri na maskini value yao kwa macho ya Mungu ni the same. Tajiri na maskini Mungu akiwapima waona wako sawa, yaani wote ni wanadamu, na Mungu ni yule anayetuambia ya kwamba tuwaheshimu viongozi wetu. We should honor and respect those who are in authority. Lakini unajua heshima haimaanishi ya kwamba huyo mtu amekupita value, kwa sababu value ni kitu kingine. Value iko katika uhai. God tests spirits. Yani Mungu upima roho. Mungu apimi pesa. Mungu apimi pesa za mtu. Mungu apimi maisha ya mtu kulingana na pesa zake. Huo ni uwezo mwingine ya kwamba mwanadamu kwa kawaida kwa maarifa yake anaweza kukupima kulingana na kile uko nacho. Yani unachukuliwa wanakupatia value yako. Your worth. How worth are you? So anakupima kulingana na utajiri wako, pesa zako, kile unacho possess ama kile ulicho nacho. Lakini mbele za Mungu, Mungu uzipima roho. Na kwa hivyo anasema ya kwamba kwa mujibu wa utajiri, tajiri na maskini mbele zake ni kitu kimoja. Akiweka katika kipimo chake cha mizani, tajiri na maskini wanakuwa weight moja. Lakini kwa kupima zile roho, kuna watu Mungu anaita wenye haki, na akiwaita wenye haki, anasema ya kwamba wenye haki upendeza sana mbele ya macho yake. Na kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba mwenye haki, Mungu akianza kupima watu, anakupima kulingana na matendo yako, kulingana na utiifu wako kwake, na kulingana na kujitoa kwake. Kwa hivyo akipima watu kwa angle hiyo, anapata ya kwamba wenye haki upendeza mbele ya macho yake, na anafurahishwa sana na haki wakati inapotendeka nyumbani, wakati haki inapotendeka kwa kazi, wakati inapotendeka kule kwa makampuni, inatendeka haki kule kwa mahospitali, inatendeka haki kule kwa courts of law, inatendeka haki kule kwa uongozi, kuna tufanyika haki. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaitwa
Wenye haki kwa sababu ya kutenda haki, Mungu akawapatia value iko zaidi ya watu wengine ambao anawaita waovu, kwa sababu hao waovu wamejitoa kutenda maovu. Kwa hivyo ndio sababu Mungu akipima value yao, akikombea na wenye haki, wanapatikana waovu wako chini na wenye haki wako juu. Na Mungu hupendezwa na kitu kinaitwa righteousness, kutenda haki, yani utakatifu, kutembea na kutenda utakatifu, yani kulingana na amri za Mungu. Unajua Mungu ni baba yetu wanadamu, ametuumba zote, na kwa kawaida baba anakuanga na sheria. Hata pale nyumbani kwetu ukienda unapata ya kwamba kuna sheria fulani ambao zimewekwa na wazazi wako, zimewekwa na baba zako. Kwa nchi kuna rules ambazo zimewekwa na wakuu wa nchi za kufuatwa, ambao kama kwetu tunaita katiba, yani imewekwa kitu fulani, mitaratara fulani ya kufuata, misingi fulani ya kufuata kama wewe ni mwananchi wa nchi hiyo. Na vivyo hivyo naye Mungu ana katiba yake ambao hata kwa kuandikwa imeandikwa, ambayo ni Biblia. Na Mungu katika ile katiba yake, maandiko matakatifu, ana sheria, ana amri, anatuamrisha sisi wanadamu kuishi kwa namna fulani na sio kwa namna nyingine. Kwa hivyo tukikuja kwenu, hata kwenu nyumbani, utapata kwamba kuna vitu ambavyo baba yako ukataa na mzifanye kwa sababu baba yako amekataa. Na wengine, watoto wengine ni wakorofi sana, wanasema ya kwamba hata baba kama amesema nitafanya. Yani wakorofi, wana vichwa ngumu. Na kwa kawaida wale ambao wanavunja sheria baba anakasirika. Na kwa hivyo mtoto anapendeza baba, yule mtoto ambaye anafanyanga vile baba yake upenda, baba anafurahishwa na huyo. Na yule ambaye afanyi, anapenda kuvunja sheria za yule baba, utapata kwamba baba ana hasira naye, yani hampendezi vile. Sio kusema kwamba anamchukia, wengine pia wanachukia, lakini sio kumaanisha baba anaweza udhishwa na wewe ama kupata hasira kwa sababu yako, na bado aendelee kukupenda. Lakini value yako, ukiona vile atapatiana assignment ama kulingana vile anaona huyu ako responsible, akitaka jambo fulani lifanywe kwa perfectness fulani, atakuassign wewe ambao utii sheria zake. Wewe ambaye huwa unatii sheria zake, na yule ambaye huwa hatii atapewa pale kiwango cha nyuma kwa jina la Yesu Kristo. Yesu asifiwe sana.